Mambo vipi jamaa? Twende ni safari ya kurudi nyuma mpaka mwaka 1978. Hebu fikiria, Tanzania na Kenya, mataifa mawili kama ndugu wa damu, ghafla wakawa maadui. Ni nini hasa kiliharibika? Ilikuwa kama bendi ya muziki wakifanya vizuri sana kama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nyimbo kali, matamasha yaliyojaa watu, mambo yote mazuri. Lakini ghafla tofauti za mawazo, majivuno, ndio mambo tunayotaka kuangalia. Huu haukuwa ugomvi wa maneno tu, watu wangu. Mipaka ilifungwa, uchumi ukayumba na hali ikawa mbaya. Kwa nini tujali kuhusu ugomvi wa karibu miaka 50 iliyopita? Kwa sababu, marafiki zangu, kuelewa historia ni kama kujua siri za maisha. Kujua yaliyoharibika zamani kunaweza kutusaidia kuweka mambo sawa sasa. Kwa hiyo jiandaeni, mambo yanaenda kuwa mazito. Turudi nyuma kidogo. Kabla ya haya matatizo, Kenya na Tanzania pamoja na Uganda walikuwa kama kundi maarufu la muziki Afrika Mashariki. Waliunda Jumuiya ya Afrika Mashariki wakishirikiana rasilimali, wakikuza biashara na kuonyesha dunia uzuri wa umoja. Ilikuwa nzuri kwa muda. Kisha ukaja mwaka 1971. Idi Amin, rais mpya wa Uganda, akawa kama mgeni asiyetaka kuondoka. Dikteta mkatili akaingiza nchi kwenye machafuko. Tanzania ikiongozwa na Julius Nyerere ikasema, hapana, hatutaki hayo. Wakaingia vitani na Uganda mwaka 78, na unadhani nani hakualikwa kwenye shughuli? Kenya. Walichagua kutojihusisha, jambo lililowakasirisha sana wa Tanzania. Kuvunjika kwa AAC mwaka 1977 kuliongeza migogoro ya kiuchumi na kisiasa kati ya nchi hizi mbili. Tanzania chini ya Rais Julius Nyerere ilikuwa na msimamo mkali dhidi ya watawala wa kiimla kama Idi Amin wa Uganda. Kenya chini ya Rais Daniel Arap Moi ilichukua msimamo wa kuegemea upande wa magharibi. Baada ya kuvunjika kwa EAC kulikuwa na masuala ya usafirishaji wa bidhaa na mgawanyiko wa rasilimali. Unaona, Tanzania iliamini katika kupambana na wanyanyasaji, hasa linapokuja suala la uhuru na haki. Waliona kutojihusisha kwa Kenya kama usaliti, kama vile kuona rafiki yako akipigwa na usimsaidie. Lakini haikuwa kuhusu Uganda tu. Unakumbuka zile tofauti za mawazo nilizozitaja? Kenya na Tanzania walikuwa na maono tofauti kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kenya ilikuwa inataka uchumi huria na ubepari, wakati Tanzania ilikuwa inafuata ujamaa, ikipa kipaumbele usawa na ustawi wa jamii. Tofauti hizi za msingi zilileta mvutano, kama vile kuchanganya mafuta na maji. Ongeza ushindani wa kiuchumi na migogoro ya mipaka, na unapata kichocheo cha maafa. Matokeo yalikuwa mabaya. Mipaka ilifungwa, biashara ikaporomoka na nchi zote mbili zikapata hasara. Hebu fikiria bendi yako ya muziki uipendayo ikivunjika wakiwa kileleni. Ndivyo ilivyokuwa kwa Afrika Mashariki. Mgawanyiko huu ulishtua bara lote kwa sababu ulionyesha kwamba hata vifungo vikali vinaweza kuvunjika. Funzo ni nini? Umoja ni wa thamani, lakini unahitaji uelewano, maelewano na maono ya pamoja. Mgogoro wa Tanzania na Kenya unatukumbusha kwamba hata majirani wanaweza kuwa na tofauti zao, na kwamba kushughulikia tofauti hizo kwa amani ni muhimu. La sivyo, tunaweza kurudia historia, na hakuna anayetaka kurudia ugomvi mbaya, hasa unapoathiri mamilioni ya watu. Asante kwa kutazama. Kama umejifunza kitu kipya, hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe na kuwasha alama ya kengele ili usipitwe na video zetu zijazo. Tuachie maoni yako. Unafikiri Afrika inahitaji mshikamano wa aina gani leo? Tutaonana kwenye video inayofuata.